Kwa sababu mimi siamini sajili zote ambazo zimefanyika kwenye madirisha madogo kama ni za kocha tu. Zipo baadhi ambazo ni za kocha. Kwa mfano kama usajili wa Andy Boyeli, ule ulikuwa ni usajili wa force. Si ndio? Usajili wa Dep ni usajili wa huyu kocha Pedro. Usajili wa Buba, Pedro kafanyaje? Kampendekeza. Lakini tunasahau kwamba Yanga wako na mkurugenzi wa ufundi. Umeona? Wako na mkurugenzi wa ufundi ambaye amebeba identity ya Yanga. Mkurugenzi wa ufundi ndo mwenye jukumu la kujua nani anaingia, nani anatoka. Wachezaji wanaosajiliwa wanatakiwa kuwa wanaendana na identity ya klabu. Umeona? Na wachezaji na kocha anayeletwa inabidi aendane na wachezaji waliokuwepo. Kwa hiyo nashangaa sana kama kweli makocha wanasajili afu mkurugenzi wa ufundi yuko pale, wanawaachia majukumu yote makocha wasajili. Bado ni wrong. Lakini pia kuna wachezaji ambao wengine wamefuatwa na president. Kwa mfano kama Okelo alifuatwa Uganda na president. Huo sio usajili wa kocha. Umeona? Balakonte kocha amempendekeza. Balakonte ni president, anagonga hadi kete nini. Kwa hiyo in short ni kwamba kuna ni statement ambayo inaweza ikawa na ukweli ndani yake na sehemu nyingine haina ukweli. Cha msingi ni kwamba mimi na appreciate sana uwezo wa engineer anapoamua kufanya kazi, kwa sababu engineer ndio mtu ambaye ameitengeneza hii Yanga miaka 4-5 iliyopita, Yanga bora. Kwa hiyo naamini bado ana uwezo mkubwa sana wa kuitengeneza Yanga bora ya miaka 4-5 ijayo. Akubali kwa sasa kwamba kwenye madirisha 3-4 yaliyopita hajafanya vizuri. Hata mwanafunzi darasani kuna muda una underperform, kuna muda una perform. Ila ukigundua kwamba ume underperform, una pull up the socks, si ndio? Unafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo na yeye president kuna muda inabidi afike chini angalie, hapa kuna sehemu kama sijafanya vizuri. Sasa anakwenda anajipa